Kwa majina mimi ni Kevin Ombeo, Youth Chairman Kisii County. Tulipigiwa simu mida ya saa 7:30 tukafika hapa Marikiti, tukapambana na moto ikashindikana. Mida ya saa 8:30 tukaona gari nyeupe eti ni zima moto. Hatukuona gari ya kaunti hata moja. Kisii County tuko na magari matatu. Tangia hiyo mida ya saa 8 hiyo gari ilisambaza moto. Hatukujua ilikuwa na maji ama ilikuwa na petroli. Mimi hadi muda hii sauti yangu imeenda. Nimejaribu nikapigia sisi ya hiyo simu. Akaniambia yuko Nairobi. Nikamwambia nimeelekea station, akaniambia tafuta mtu anaitwa OCPD. Nikatafuta OCPD. OCPD akuchukua simu yangu. Nikapigia deputy OCS simu. Deputy OCS akushika simu yangu. Baadaye nikapigiwa simu na station inspector. Akaniambia tumetoka hapo mida ya saa 12. Saa 12 hakuna askari yote alikuwa hapo. Wananchi tunasema ukweli ama uongo? Ukweli. Hakuna polisi alikuwa kwa ground hata mmoja. Hadi saizi mkiangalia hapa nyuma tunakadiria mali ya dhamana ya pesa nyingi sana. Lakini kitu tunaomba serikali ni moja. Mtu wa kwanza tunamleta hapa ni kiongozi wetu mwenye ni mwenyenye, MCA. Mtu wa pili ni Mheshimiwa Simba Arati. Mtu wa tatu mwenye hao watu tunaenda kuwasuu wote. Ni National Police Services. Hatuna services yoyote. Tunataka Mheshimiwa Simba Arati atueleze. Ama ni maji. Hiyo gari ilipoondoka moto ulisambaa soko lote. Sasa hivi sisi tunadai haki, lakini haifiki saizi saa 4, haifiki saa 8 kabla hatujaanza kutoa na mabati yote. Kila mwana biashara katika Marikiti atapata haki. Tutajenga, wakikuja wabomoe tena, lakini tunaleta watu wawili. Tunataka viongozi kwanza wakuwe responsible. Tutaanza maandamano sasa hivi, tunaenda hadi huko. Mimi nitaongoza maandamano hadi kwa ofisi ya CCIO. Atatoka Nairobi, atujue atachukua muda gani. Kama ni OCPD atakuja, tutaelekea Motonto. Governor tutamleta hapa. Ila wakati mwingine huko chini Shillings kuliungua, alifika hapa na mida ya dakika 15. Alitoka wapi? Sasa hivi hii ni porojo na propaganda. Na washukuru sasa hivi mimi nataka niongoze maandamano, na wakinichukua mjue ni Simba Arati amenichukua. Tafadhali. A very sad morning, Sunday morning in Kisii town within the CBD, the popular Marikiti market where traders fend in fish mongering, cereals, clothing and vegetables. At the hour of the night, around 1 in the night, arsonists attacked this market and set the kiosk and stalls
owned by small-scale traders on fire. It is really something which is not coming in as a surprise, because all the traders that are standing behind me, all the traders that are within Kisii town, every person in Kisii, within the Kisii vicinity, is aware that there is a case that has been in court concerning this particular plot. The case was decided by the Kisii ELC court a couple of days ago in favor of a particular party. Now, in the night, the fire started in this particular place. Efforts of firefighting, efforts of people trying to salvage their properties, their wear, their goods, were futile for the fact that the inferno was enormous. The capacity of fighting this kind of fire was slightly low. Now, traders have lost a lot. The losses here cannot be quantified, but if we're going to quantify them, are running into hundreds of millions of shillings. What the traders are asking, if there was a case concerning this particular property, weren't they not justified? Were they not having a right to be given a proper notice to vacate this property? Traders are asking that what is the preparedness of firefighting and other issues of emergency? Traders are asking that who's going to compensate them, or rather return them to the state they were in their business and in their trade. What do we look forward to? It is that the Kisii County government, the central government, to come in and intervene and assist these traders to restore them to their original state of doing their trade in this particular property. The final word, this land, since time immemorial, for those who have grown up in this city of Kisii, know that this is private, this is public land. And any effort by any individual that wants to come and take possession of this property will be repulsed or will be denied by the masses of this town of Kisii town. This is public land and there is nobody who should claim it. Whether that it was allocated, was the allocation done legally? The traders who are here are rightfully in the right place because they are citizens of Kenya and they are Kisiis, they are citizens of this county, and they have a right to trade and work in this property. Hebu baba nienda kidogo tu nisaende kuonekana citizen frontline.